Msomaji atanisomea mpaka kama nitasoma kwa lugha ya Kiingereza alafu msomaji arejee kwa lugha ya Kiswahili. Bwana tukuzwe. The Bible says, the boy Samuel ministered before the Lord under Eli. In those days, the word of the Lord was rare. There were no many visions. One night, Eli, whose eyes were becoming so weak that he could barely see, was lying down in his usual place. The lamp of God had not yet gone out, and Samuel was lying down in the house of the Lord, where the ark of God was. Then the Lord called Samuel. Samuel answered, "Here I am." And he ran to Eli and said, "Here I am, you call me." But Eli said, I did not call you. I did not call. Go back and lie down. So he went and lay down. Again the Lord called Samuel. And Samuel got up and went to Eli and said, "Here I am. You called me." "My son," Eli said, "I did not call. Go back and lie down." Now Samuel did not yet know the Lord. The word of the Lord had not yet been revealed to him. At that time the Lord called Samuel, and Samuel got up and went to Eli and said, "Here I am. You called me." Then Eli realized that the Lord was calling the boy. So Eli told Samuel, "Go and lie down, and if he calls you, say, 'Speak, Lord, for your servant is listening.'" So Samuel went and lay down in his place. Bwana tukuzwe. Basi mtoto Samueli akamtumikia Bwana mbele ya Eli. Na neno la Bwana lilikuwa adimu siku zile, hapakuwa na mafunuo dhahiri. Ikawa wakati huo Eli alipokuwa amelala mahali pake, tena macho yake yalikuwa yameanza kupofuka hata asiweze kuona, na taa ya Mungu ilikuwa haijasimika bado. Na Samueli alikuwa amelala katika hekalu la Bwana, palikuwa na sanduku la Mungu nne. Basi wakati huo Bwana akamwita Samueli, naye akasema, "Mimi hapa." Akamwendea Eli kwa haraka akasema, "Mimi hapa, kwa maana umeniita." Akasema, "Sikuita, kalale tena." Naye akaenda akalala tena. 6. Bwana akaita mara ya pili, "Samueli, Samueli." Akaondoka akamwendea Eli akasema, "Mimi hapa, kwa maana umeniita." Akajibu, "Sikuita mwanangu, kalale tena." 7. Basi Samueli alikuwa hamjui Bwana bado, na neno la Bwana lilikuwa bado halijafunuliwa kwake. Bwana akamwita Samueli tena, akamwita Samueli mara ya 3, naye akaondoka akamwendea Eli akasema, "Mimi hapa, kwa maana umeniita." Ndipo Eli akatambua ya kuwa Bwana ndiye aliyemwita yule mtoto. Kwa hivyo Eli akamwambia Samueli, "Nenda kalale, itakuwa akikuita utasema, 'Nena Bwana, kwa kuwa mtumishi wako anasikia.'" Basi Samueli akaenda akalala mahali pake. Hilo ni neno la Bwana. Amen. Bwana tukuzwe. Nataka kuanza kwa kuuliza swali. Muulize mwenzako, wewe unajitambua kuwa nani katika huduma? Bwana tukuzwe. Ikidhani mtu anashangaa kwa nini ninauliza swali kama hilo. Lakini
utajua tukiendelea kila ambacho litukuzwe. Okay, hii ni hadithi ya Samueli, na kuna kitu ambacho kinaonekana wazi ya kwamba wewe usipojitambua ya kwamba wewe ni mtumishi wa Mungu, sauti ya Mungu inaponena hautaijua kila ambacho litukuzwe. Na ndio maana neno linaendelea kusisitiza ya kwamba huyu Samueli alikuwa kijana, kila ambacho litukuzwe. Hakuna mahali ambapo wamesema Samueli mtumishi wa Mungu, lakini hapo mwisho anaambiwa akubali kwamba yeye ni mtumishi kwanza, ndipo afanye nini? Azungumziwe na Mungu kila ambacho litukuzwe. Kuna vitu ambavyo Bwana vimefichika maishani mwetu. Ni lazima sisi kwanza tukubali kusikia ile sauti inayotokana na Mungu, ndiposa tukapata kukubalika machoni pake kila ambacho litukuzwe. Nikidhani tumefanya huduma nyingi, pengine umefanya huduma kwa uimbaji, lakini haujui sauti inayokunenea ni sauti ya kutoka wapi kila ambacho litukuzwe. Wewe ni mwombezi, lakini ile sauti ambayo inakunenea haujui hiyo sauti imetoka pande gani kila ambacho litukuzwe. Wewe unasema nilijipata tu nikifanya, niliekewa tu mkono nikafanya. Ukiulizwa aliyekuwekea mkono unamjua vizuri? Hapana, mimi niliekewa tu mkono, nikaanguka chini nikapata ninafanya kila ambacho litukuzwe. So kuna sauti ya Bwana na kuna masauti kila ambacho litukuzwe. Na mara nyingi sauti ambazo unazisikia ulimwenguni ni zile sauti ambazo umezizoea. Mimi ninajua ndugu yangu Chepkati anazungumza hivi, so ninasikia Chepkati ameongea akisema Titus, na kumbe si yeye kila ambacho litukuzwe. Unless nikae chini nikifikirie na huyu Chepkati ambaye ananiongelesha yuko hapa ama hayuko hapa kila ambacho litukuzwe. Kwa sababu huyu ambaye anamuita, unasikia Eli alikuwa analala katika sehemu ambayo amezoea kulala, kuonyesha ya kwamba Samueli na Eli hawakuwa wanalala mahali pamoja kila ambacho litukuzwe. Na kulingana na jinsi inavyoeleza ni kama umbali ambao walikuwa wanalala haikuwa karibu. Naye hakuchukua hatua ya kujua ni nani mwingine anayeweza kuniita pasipokuwa ni Samueli, pasipokuwa ni Eli jina ambalo litukuzwe. Katika kuangalia huku ndiposa ujue sauti ambayo inakusaidia ama sauti ambayo unaisikia ni kutoka wapi. Pia tunaona ya kwamba inahitaji ukuwe na atakayekuelekeza. So ninataka tuulize mwenzako, wewe unamjua anayekuelekeza ili kujua sauti ya Bwana? Uliza tu mwenzako, unamjua anayekuelekeza ili kujua sauti ya Bwana? Je, Bwana litukuzwe. Juu wale waelekezi wetu ndio wanaweza fanya tuanguke ama tusimame. Kama mwelekezi wako haijui sauti ya Bwana, atakwambia hii sauti ya Bwana kweli? Ni sawa uambie mtoto mwenye alizaliwa na mama yake na akawachwa, alafu huyo mtoto amefikisha miaka 3, mama yake atokee aongelee huko, huyo mtoto atamwangalia kama nani? Si atamwangalia kama stranger? So kila wakati yule mwelekezi ambaye anakufundisha, yule mtu ambaye yuko mbele yako, ni vizuri utambue, ujue kama ni kweli anaelewa sauti ya Mungu ama anaelewa sauti zingine za ulimwengu. Jambo litukuzwe. Kwa nini tuzingatie sana kuisikiliza sauti ya Mungu? Kuna faida zake. Sitasoma, lakini nitawapa hadithi moja ambayo pia bado iko kwenye Biblia. Jambo litukuzwe. Kuna mfalme mmoja ambaye alikuwa anaitwa Yeroboamu. Ikidhani wengi tumesoma hizo habari na tunazijua. So kulikuwa na nabii mmoja alikuwa anaitwa Mikaya, na kukakuwa na manabii wengine. Je, habari litukuzwe. Na kwa sababu Yeroboamu alikuwa anafuata zile vitu ambazo anasikia, ikatokea wakati ambapo alikuwa anataka kupigana na nchi nyingine. So akaona nitaenda kumtafuta mwenzangu wa kutoka Yuda ambaye ni Yehoshafati. Jambo litukuzwe. So huyu Yehoshafati kwa sababu alikuwa anamuogopa Mungu, akamwambia, hebu tuite manabii tusikie
ni nini ambacho Mungu anasema. Je, Bwana litukuzwe. So manabii wakakuja wengi, wakakuwa wanaambia Yeroboamu, wewe nenda utashinda. Je, Bwana litukuzwe. Ambia mwenzako, sauti zile unasikia nyingi zitakufanya uje kwa shimo. So yule ambaye alikuwa anamjua Mungu, ambaye ni Yehoshafati, asimama akajiuliza, akamuuliza mwenzake, kwa hakika unasema kwamba katika hii nyumba ya Israeli hakuna nabii mwingine ambaye amebaki mwenye tunaweza kumuuliza kuhusu habari hizi? Huyo akasema ya kwamba yule mwenye yako hakuna wakati anatoa habari nzuri. Je, Bwana litukuzwe. Ambia mwenzako, mahali penye baraka zako zinatoka, hakuna kitu kizuri ambacho utaona kinatokea pale. Je, Bwana litukuzwe. Maana huyu alikuwa akisimama anaongea mambo ambayo hayakuwa yanatia moyo, yalikuwa ni mambo ya kumkaribia, lakini huyu hakuona faida za kukaribiwa. Yeye alikuwa anataka kusifiwa. Je, Bwana litukuzwe. So midomo ambayo inatusifu sisi ni vizuri kuichunga. Je, Bwana litukuzwe. Ikafikia wakati wakaleta Mikaya. Namwambia Mikaeli, wewe unaona vipi? Yeye akasema venye hao wengine wamesema, kwa sababu ni yale maneno unataka kusikia, hivyo ndivyo yalivyo. Je, Bwana litukuzwe. Lakini wakati waliona ni kama anafanya mzaha, wakamwambia, unajua mimi sipendi mzaha wakati uko mbele yangu. So yeye akasimama akasema ya kwamba aliona mbinguni kama kumeitwa mkutano, na Mungu akakuwa ameketi akiuliza ni nani ambaye ataenda akapata kumshawishi huyu mfalme akapata kufikia kifo chake. Je, Bwana litukuzwe. Na ukatokea roho wa uongo ambaye alisema mimi nitaenda nimdanganye, niingie kwa manabii zake au manabii wake, alafu ni wadanganye ya kwamba yeye atashinda. Je, Bwana litukuzwe. So yeye kwa sababu aliona umati akapata maneno ambayo ni ya wanadamu. Je, Bwana litukuzwe. Lakini neno ambalo lilikuwa limuokoe aliliacha, na akasema huyu mtu ambaye ameongea vibaya kunihusu, wacha achukuliwe afanye nini? Atupwe mahali nitakuja kumalizana naye nikishamaliza vita. Je, Bwana litukuzwe. Lakini mtumishi wa Mungu alikuwa na ujasiri mmoja, maana alijua neno ambalo amelizungumza linatoka kwake Mungu. Na akamwambia, ukienda ukirudi, itakuwa neno ambalo nimelizungumza si la Bwana. Jina la Bwana litukuzwe. Na kulikuwa pia na nabii ambaye alikuwa anaitwa Hanania, ambaye alimsaba kofi. Na neno la Mungu likamshukia huyu, likamwambia, wakati hili linatokea, wewe utajificha. Kabla ya kuanza kuongea, utakuwa umeshajificha chini ukijaribu kupelekea maisha yako. Jina la Bwana litukuzwe. So tunajifunza nini? Ya kwamba kuna sauti na kuna masauti. Ambia mwenzako, kuna sauti na kuna masauti. So jifunze kusikiliza kwa watu ambao wanaijua sauti ya Bwana. Jifunze kuelekezwa na watu ambao wanaijua sauti ya Bwana. Jina la Bwana litukuzwe. Maana yale masauti mengine yako pale kushangilia, kitu cha kwanza. Yako pale kusifu. Yako pale kusema wewe ni mzuri. Hayatakuambia kile ambacho unastahili kusikia, bali watakuambia kile ambacho wewe unataka kusikia. Jina la Bwana litukuzwe. Kuna sababu kwa nini wakati wana wa Israeli walilia na kusema kwamba huyu Sauli sasa ametufikisha mwisho, Mungu akasema mimi nitajiondoa. Jina la Bwana litukuzwe. Sababu ni hii, alimwambia Samueli, wacha kulilia hawa watu, kwa sababu hawalikatai mimi wakiitisha mfalme ambaye ni ulimwengu. Jina la Bwana litukuzwe. So neno la Mungu lilikuwa ya kwamba hawa walindwe na Mungu, ya kwamba Mungu akuwe mfalme wao, lakini wao wakataka kuona mfalme ambaye watamuona kwa macho. Jina la Bwana litukuzwe. So wakati Samueli anakuja kuwaongelesha, aliwaambia huyu ndiye mfalme ambaye ninyi mnataka. Jina la Bwana litukuzwe. So kuna shida ambazo sisi wenyewe tunajitakia. Kwa nini hatujasikiliza sauti ya Mungu?
Kuna magonjwa ambayo sisi tunajitakia. Kwa nini hatujasikiliza sauti ya Mungu? Ukishasema hii ni ugonjwa wa kwetu nyumbani, ushakubali. Na Mungu kama baba ama kama mzazi, hakuna vile ataondoa kile kitu ambacho wewe unataka au unataka kiondoke. Kila ambacho tukuzuri. Mama Meti, wacha tuseme kwa mfano kijana sana, umwambie hii tabia ambayo uko nayo ni mbaya, na yeye aseme ni nzuri. Wewe utazidi kusema ni mbaya, na yeye ni mtu ambaye ameshaikomilia na ameona ni nzuri. Wakati tu anakuja kukuambia, sasa mama, ninaona hii tabia ni mbaya, nisaidie kuondoka ndani yake, ndio utamkalisha chini, upate nafasi ya kumweleza ya kwamba fanya hivi, pitia hapa na utawacha hii. Jina la Bwana litukuzwe. So kama sisi wazazi tuna uwezo wa kusubiri mpaka watoto wetu tuone wanaelekea kwa njia ambayo inafaa, ndio sasa tuwapatie ule ushauri. Pia Mungu ni vivyo hivyo. Maana yeye ni baba. Jina la Bwana litukuzwe. Kuna sababu kwa nini Yesu anapofundisha anasema baba yetu ndiye mbinguni. Kwa sababu kuna ule uhusiano wa uzazi ambao uko kati yetu na baba. Na kama hauijui sauti ya baba, itakuwa shida pande yako. Jina la Bwana litukuzwe. So mwambie mwenzako usingoje uingie kwa shida ndipo uitambue sauti ya Bwana. Kuna faida kwa kuijua sauti ya Bwana. Faida ya kwanza, ukikubali kujua sauti ya Bwana utafunuliwa maneno yaliyofichika. Kwa nini? Wakati tu ambapo Samueli alikubali ya kwamba Mungu sema nami, wakati wako ndiko tayari kusikiliza. Kuna mambo ambayo yalifunuliwa kuhusiana na maisha ya Daudi. Jina la Bwana litukuzwe. Na Biblia inasema ya kwamba baada ya yeye kukubali, hakuna nabii ambaye alizungumza mambo marefu sana kushinda Samueli. Jina la Bwana litukuzwe. Kwa maana yeye alifanya mambo mengi. Kitu cha kwanza alikuwa mwamuzi. Jina la Bwana litukuzwe. Kitu cha pili akakuwa nabii. Kitu cha tatu yeye aliruhusiwa kwenda kutoa dhabihu mbele za Mungu na ilikuwa inakubalika. Jina la Bwana litukuzwe. Na hata baada kwa kifo mifupa yake ilifanya nini? Ilifufua mfu. Jina la Bwana litukuzwe. Kwa nini? Kwa sababu hapo ule ambao alikubali wakati wote ulipokuja uliambatana pamoja naye hadi kaburini. Jina la Bwana litukuzwe. So kuna faida zake. Unaweza kuwa unaona pengine mimi kusikiliza hii sauti ya kusema jina la Yesu litukuzwe. Na kuna watu wanasikiliza muziki, wacha tuseme kwa vijana. Kuna watu wanasikiliza pale muziki zinagonga mioyo. Ukikaa unasikia ni kama unatetemeka. Ndio utaona pengine unafaidika sasa kwa sababu unasikiliza sauti hizo. Na utaona pengine wale wengine ambao wanakunenea unaona ni kama maisha yamekupita. Je, Bwana litukuzwe. Lakini gharama zake ambazo utalipia ni kali mno. Afadhali kukaa kwa Yesu. Je, Bwana litukuzwe. Maana hapa utaambiwa tu ubarikiwe. Hapa utaelekezwa. Huko nje kama wewe ni msichana, nikidhani kuna wale ambao nimewahi waambia maneno haya. Nikiingia chuo kikuu, kuna kitu kimoja ambacho kilitokea na nikapata kukifahamu. Na kuna wimbo ambao nilikuwa nimeutunga ya kwamba chuoni lazima uhitimu. Je, Bwana litukuzwe. So inategemea wewe unataka kuhitimu kwa namna gani? Kwa sababu kuhitimu kuna njia nyingi. Kuhitimu kunamaanisha kutoka katika hali moja kuelekea katika hali nyingine. Je, Bwana litukuzwe. So unaweza ingia chuo ukiwa msichana. Wewe usikilize sauti za wale wasichana wenzako. Urudi kabla hujagraduate kuwe mama. Je, Bwana litukuzwe. Unaweza ingia ukiwa kijana wa kiume. Usikilize sauti za vijana wengine wa kiume. Uhitimu wewe ukiwa mzazi tayari. Jina la Bwana litukuzwe. Na hiyo ni afadhali. Ikikuwa wazi unaweza ingia ukiwa hauna ugonjwa
utoke, mzazi alikuwa anafikiria anamaliza fee aanze kukutafutia ARVs. Jina Bwana litukuzwe. Na hayo yote yanapatikana kule kwa sababu ni community ambayo iko na watu wengi sana. Kuna wakati ambao huwa unaitwa Freshers Night. Hicho kipindi wale wanafunzi ambao wanajoin wengi huwa wanaharibika. Kwa nini? Wako na miemuko ya kuingia chuo kikuu. So kama kuna kijana ambaye anataka kujoin na ako karibu naye, mwambie miemuko wachana naye. Mwambie tu miemuko wachana naye. Kwa sababu kuna wengi ambao walienda na hiyo. Na sasa hivi ukiwauliza watakupatia stories zingine ambazo ni ngumu sana. Jambo Bwana litukuzwe. Tunasema nini? Kusikiliza sauti ya Mungu. Sauti ya Mungu pekee yake ndio itakufanya uendelee. Sauti ya Mungu pekee yake ndio itakukosoa. Sauti ya Mungu pekee yake ndio itakuthibitisha wewe ya kwamba wewe unamtumikia Mungu ama unamtumikia yule shetani. Jambo Bwana litukuzwe. So wewe umesimama wapi? Uliza mwenzako umesimama wapi? Kuna majukumu ambayo tunapatiwa na Mungu kupitia kwa sauti yake. Kama wazazi, unajua kuna ukisoma hizo habari za Eli, kuna kitu ambacho Eli alikifanya. Yeye alikaa akaona watoto wake wakienda vibaya na akanyamaza. Jambo litukuzwe. Na wewe ni mzazi, unaona mtoto wako akienda vibaya na wewe unamjua Mungu. Wakati mtoto wako ataharibika, usiseme yeye ataongea peke yake. Jambo litukuzwe. Uliza mwenzako, unajua nini ambacho kilifanyikia Eli kwa sababu ya watoto wake? Jambo litukuzwe. Huyu Eli kifo chake kilitokana na jambo ambalo ni rahisi sana. Yeye alikuwa ameketi akisema, nyinyi chukueni hili sadaka, hili ni sanduku la agano, muende nalo vitani. Mkifika huko Mungu atafanya nini? Atapigana. Akasahau kuna neno ambalo Mungu alikuwa amezungumza. Jambo litukuzwe. So yeye akikaa hapo akasikia kidogo watoto wake wamekufa. Kidogo bibi za vijana wake mwingine akaafya, mimba ikatoka, miscarriage, sijui kama kwa afya sivyo, kwa afya kwa mapema sivyo. Alafu yule mwingine mambo yakatokea hivyo, yeye akashuka. Kwa nini alishuka? Sanduku la agano alikuwa na wana wa Israeli kwa sababu lilienda. Fikiria mtu ameketi aanguke na shingo ivunjike. Kwa nini? Hilo lilikuwa ni pigo kwa sababu hakutekeleza majukumu yake kama mzazi. Jambo litukuzwe. So ni vizuri tusikilize sauti ya Bwana. Tukisikiliza sauti hiyo, nasi tunapoelekeza wale ambao wako chini yetu, tuwaambie vizuri sauti ya Bwana inasema hivi na hivi. Ndio pia sisi tujiondoe kwa lawama. Jambo litukuzwe. Lakini kama mtoto wako atakosea na wewe umenyamaza, jua siku moja utalipia hayo. Kama ni mtoto pengine umenyamaza, unaona pengine anakuletea shilingi 2, shilingi 3, unamwambia mama, wewe unajua kukula hawa vijana. Ndio utawakula, lakini itafika wakati hawa vijana, wakati huyu mtoto pengine atapata ujauzito, kuna kitu ambacho kitafanyika, utaendelea kulea. Jambo litukuzwe. Na ukimpatia pengine ushauri wa kutoa, kuna mambo mengi yanaweza fanyika. Moja, pengine akose kupata uwezo wa kuzaa tena, ama tuanze kufanya mchango wa mazishi. Jambo litukuzwe. Na wakati ambapo hilo litatokea, wewe mwenyewe utajihukumu. Kwa nini? Uliijua sauti ya Mungu. Na baada ya wewe kuijua sauti hiyo, au kuenenda sawia na vile sauti hiyo ilivyotaka. Jambo litukuzwe. So nitamalizia kwa kusema ya kwamba Mungu yu pamoja nasi.
Na kwa vile yu pamoja nasi, ni vizuri tukue tunamwambia kila wakati, tufundishe kuijua sauti yako. Tufundishe tujue ni nini ambacho unakitaka maishani mwetu. Tufundishe tujue ni nini ambacho unasema kwa sababu ya ndoa yangu, kwa sababu ya watoto wangu. Ni nini ambacho wewe unataka kifanyike kwa sababu ya mji wangu, kwa sababu ya shamba langu. Bwana tukuzwe. Nitasema tu hivi nikimalizia, ya kwamba kuna jambo ambalo Eli alimwambia Samueli, ya kwamba useme, mimi niko hapa Bwana, mjakazi wako niko tayari kusikia sauti yako. Muulize mwenzako, je, wewe uko tayari kusikiliza sauti ya Bwana? Mbarikiwe.